Nimeona William Ruto analia machozi nyumbani pale Bomet. Amekataliwa na Wakenya wote, amerudi nyumbani akiwa na aibu. Watu wanamsikiza pale, wanauliza, kwani ulienda wapi? Unakujaga tu hapa kanisa na matanga, mbona unakuja na machozi? Si uende pahali wewe unashidanga. Kasongo amekwama. Mandera, Garissa, Wajir amekataliwa. Magharibi amekataliwa. Mlimani amekataliwa. Wajaluo wamemsoma, wamekataa mambo yake. Amekwama, amerudi nyumbani pale Bomet. Alikuwa analia pale kama mtoto mdogo. Anaongea kinyumbani kikalea na lia. Oh, sasa nitafanya nini? Oh, nyinyi mnasema tuta hamuadikishi kura. Mimi sasa natembea nikilia. Hawa Kipsigis wanamwangalia, wanamwambia, si urudi pale kwa Wajaluo? Si urudi pale Mlimani, unashitaka ukipea watu pesa? Sasa ndio umejua sisi tuko na maana. Hao Wakalenjin wanalia kama Wakenya wengine. SHA haifanyi kazi kwa Wakalenjin. Barabara hakuna, stima hakuna. William Ruto abandoned his people, the Kalenjin, when he abandoned the rest of Kenya. I want to plead with the people of Kenya not to blame the Kalenjin community for the mistakes of William Ruto. William Ruto akuwe judged as a person, na makosa yake isibebeshwe jamii ya Wakalenjin kwa sababu wameumia kama Wakenya wengine. Siko namna hiyo. Pale Wakale wanalia, wanasema sisi tuandikishe kura ya kazi gani? Wewe hakuna kazi umefanya hapa. Unakujaga hapa tu Jumapili, unarudi Kisumu. Tunakaa tunakuona Kiambu. Watu ya Kiambu wanasema hawataki wewe na unashindaga huko. Watu ya Kirinyaga wanasema hawataki wewe na unashindaga huko. Sasa ndio umerudi nyumbani. Saa ile umepata matatizo. Sasa wakasema watamuombea. Wakasema sisi hii mtoto wetu lazima tumuombe abadilike. Kwanza apunguze uongo. Wakale wanasema. Anasema hii mtu ametuaibisha.